ili mtumishi wa Mungu aje. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, ni wakati wa kipekee ambapo tunakushukuru kwa sababu ya wewe kuwa muweza. Umezungumza nasi tangu tulipoanza mkutano huu, na sasa hivi pia mtumishi wako, mtumishi wako mnenaji anakuja ili azungumze na mioyo yetu, kwa maana saa hii pia tunakuhitaji ili kwamba ukae mioyoni mwetu. Neno lako ambalo ni taa ya miguu yetu linafaa sana wakati huu ambao kisa nene inalikumba nchi hii na dunia hii, ili kwamba Yesu ukatuangazia na kuwa nuru yetu wakati ambao tunatafuta njia. Wewe utuonyeshe njia kupitia kwa maandiko matakatifu. Kwa basi mbariki anapokuja, muongoze anaponena pamoja nasi. Roho wako atulie juu yake na kumpatia yote muhimu inayofaa sasa kwa mioyo watu wako katika wakati huu. Asante kwa sababu ya kuwaleta watumishi hawa kutoka sehemu mbalimbali, ili kwamba wahudhurie basi kusanyiko hili ambalo limejaa baraka zako na neno lako lipate kutawala, ili kwamba mwisho wa siku tupate kuinuliwa kiroho ndani ya imani yetu na kuchungwa katika uhusiano pamoja nawe. Katikati yetu kuna wale ambao wamekuja na mahitaji mbalimbali, wengine wakiwa wagonjwa, wengine wakiwa wanaumia tu moyoni, wengine wakiwa na majeraha ya moyoni, wengine wakiwa na mahitaji kwa maana wamepungukiwa na vitu mbalimbali. Ewe Yesu ambao unakaa nasi, ambao ni mkombozi wetu, basi kutana na mahitaji haya wakati neno lako litakuwa linapita katika mioyo ya watumishi wako. Jina lako lipate kutukuzwa. Asante kwa sababu ya kuwa Bwana wetu, kuongoza tena katika maandalizi mazuri kwa ajili ya uzima wa milele, kwa sababu dunia inaelekea ukingoni. Haya ndiyo maombi yetu kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ametupa nafasi ya kuwa hai siku huu ama siku hii nyingine. Kwa hiyo ningependa kujulia hali mkutano huu nikianzia upande wa chini. Watoto wa Mungu, hamjambo? Karibuni katika ibada. Napokuja katika mkutano huu, hamjambo watoto wa Mungu? Karibuni katika ibada. Mkutano ulioko ng'ambo ile, hamjambo? Karibuni katika ibada ya siku hii ya leo. Haleluya! Watu wa Mungu walioko upande wa juu, karibuni sana. Na watu ambao wamekaa katika varanda, mahasani mwa mjambo, karibuni. Wale ambao katika mkutano huu katika upande huu wa mjambo, nina furaha kubwa kwa maana upendo wa Mungu unawavuta kuja ili tuweze kukaa chini ya miguu ya Yesu katika mwaliko huu wa siku hii ya leo. Basi kabla sijaenda mbali, naona kama mke wangu ameandika barua na ameituma, na ningependa niweze kuifungua kwa maana nimeshaama message kwa mbali. Labda Mike hawezi jua, lakini mimi ninaona dalili ya kwamba ukiona katika timu ya mchezo namba 5, namba 3 na namba 7 wako active, kuna ishara ya ushindi. Hata ninaona watoto wangu ambao Mungu alinipa, baadhi yao wamekuja kutazama kazi ya baba yao. Naomba wache, kwa maana najivunia watoto ambao Mungu alinipa, waamke waje, ili si makosa
kuamkua mkutano huu. Huo ni namba 3, alafu namba 5 na Mungu ndiye anacheza namba 7. Mungu alinipa watoto 7. Alinipa 7, wavulana 3 na wasichana 4. Kwa hivyo ningeweza kuwapisha wasalimu mkutano huu, waseme kila mtu akasema jina lake na aende akae aongoze masaa ya kwenda, kwa sababu nimeshasoma hii barua najua kama amesema nini. Acha nianzie kwa mkubwa. Mpenzi wa leo, mjambo tena. Kwa majina naitwa Danson Fwamba Nyongesa. Kichunguza jina lake vizuri, anaitwa Samson Fwamba Nyongesa. Hasa hapo leta alikosea tu SADA. Danson Samson. Mungu aweze kubariki. We are so happy to share, happy to bear one another's burdens. Oh, we are so happy to share, happy to bear one another's burdens. That's right. Happy Sabbath, happy day. I'm from Elizabeth. Fifth born. Be blessed. Hi, church. Fwambaru. Kama kilinda mimba ni saisi. Mimi ni mtoto kweli. Sio. Umama wangu. Roho wangu ni soma na hapo kule baba. Asante. Basi nashukuru Mungu kwa maana hayo ndio mapenzi yake. Na kwa njia ya kipekee ningependa kuwashukuru sana wakazi wa eneo hili, kwa maana wamekuwa wangwana, wamekuwa wakarimu, wamekuwa watu ambao wakukooperate, na kwa njia hii mazungumzo yetu yamekuwa sawa kabisa. Kwa hivyo nina jambo la kuweza kujivunia kwao, kwa maana nina imani ya kuwa kitambo tuweze kufika kilele cha mambo haya, Mungu atakuwa na watu wake, atakuwa wanakao hakikisha kwamba eneo hili la Bwana linazidi kuwa na nuru. Leo ningependa tuweze kuangalia jambo moja, kwa maana mkutano huu umekuja na umekaa. Ningependa tuweze kulizungumzia jambo moja, na jambo hili the color of the rain. Ningependa kuzungumzia rangi ya siku. Leo ningependa tuweze kuangalia the color of the day. Na msomaji wangu atakimbia mpaka mwisho wa kitabu cha Biblia na atakutana na kitabu kinachoitwa Ufunuo wa Yohana, na mlango wake ukiwa 19 aya ndogo ya 9. Alisomee aya hiyo. 9 inasema, naye akaniambia, uko wapi? niko hapa pasta. Uko wapi? Wewe kusongeza, songa hapa. Songa hapa. Kipati chako, kwa maana unahama hapo sasa. Yes. Inasema, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya Mwana-Kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Sasa anza vizuri. Inasema, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya walioalikwa karamu ya harusi ya Mwana-Kondoo. Wapo waso
wakomavu karibu 3 4 kwa hiyo mkutano wakae pamoja. Yes. Heri akamwambia andika, heri walioalikwa wapi? Karamu ya harusi ya mwana Katika karamu ya harusi ya mwana kondoo. Na akasemaje? Akaniambia, akasemaje? maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Na akasema andika, kwa maana maneno haya ni ya kweli na ya nani? Ya Mungu. Watu wa Mungu, hivi karibuni tunaenda kuwa na mkutano mkubwa, mkutano wa ulimwengu mzima, kwa maana watu wamealikwa, na kwa sababu hii tumealikwa kwa ajili ya sherehe baada ya vita vikali kupigana duniani na hata huko mbinguni. Kilele chake ni kwamba tumealikwa katika karamu ya ushindi. Lakini kumbuka, rangi ya siku hiyo itafanana aje? Je, rangi ya siku hiyo itakuwa ni ipi? Ndugu zangu, mfano wa vazi la harusi utashikilia tumaini la watu wa Mungu mpaka wakati Yesu atakapokuja mara ya pili. Harusi hii inahusu nani na nani? Nataka mweze kuelewa mchana huu wa leo ya kwamba harusi linafunganishwa baina ya ubinadamu na uungu. Ela ya kwamba kule kunaenda kufunganisha harusi kati ya Mungu na binadamu. Lakini uelewe ya kwamba harusi hii ina vazi lake, ina rangi yake. Harusi hii iko na rangi. Kwa hivyo vazi hili linasimamia tabia ya Kristo, ambayo kila aliyealikwa lazima awe na vazi hilo ndio kubaliwe kuingia katika harusi. Siku moja kuna mtu mmoja aliweza kualikwa harusi huko kwetu. Alialikwa harusi, akapata kadi ya harusi, imekuwa design vizuri, akaalikwa, kwa maana yeye amealikwa kwenda kushuhudia harusi, na harusi hii ilikuwa imependewa na Herode. Ndugu zangu, nataka nikuambie kwamba aliposoma harusi akaona ya kwamba kumbe dada yake ambaye ni kasini yake, mtoto wa mchoma, anaenda kufunga harusi, na ameona ni jema aweze kumkaribisha rasmi pamoja na mume wake harusini. Akaangalia kadi yake, akaona hii mpaka nijiandae kwenda harusini. Kumbuka, the color of the day. Ndugu zangu, huyu aliyekuwa amealikwa, huyu mama, unajua kuna nguo nzuri pale kwetu Uganda, hapo Uganda, hapo kwetu kuna nguo nzuri, material nzuri, tena kwa bei nafuu, si ghali kama hapa Kenya. Na alikuwa na pesa mkononi, akaona harusi inahitaji mapambo, na ni kweli harusi inahitaji kupambwa vizuri. Na akavuka ng'ambo ile, akachukua pesa zake, akapeleka paduka, na akanunua rinda, akachukua material ambayo ni ya kumpendeza roho yake. Akaenda akatafuta fundi, na akatafuta fundi aliye mzuri,
Na huyu fundi akachukua wakati wake, akamwambia chukua measurement vizuri. Huyu mama akachona nguo ambaye nakaa kama ndege huko chini, imeenda hivi, na akachukua katika duka hiyo viatu vinavyoning'inia, ili kwamba anapoingia dada yake amwangalie na akubali ya kwamba dada yangu amekuja katika harusi yangu. Siku ikafika, akafunga safari, akachukua tiketi pale Malaba, na akaondoka kwenda Nairobi kwa harusi ya dada yake. Akaenda akafika kule, nataka nikwambie ya kwamba akafika asubuhi, kwa maana kumbe safari ilikuwa ya usiku, lakini sasa harusi inafanyika mchana. Akafika country house, akashuka na akaenda akachukua gari na akaenda mahali ambapo harusi inafanyika katika hoteli ya kifahari Nairobi. Aliposimama akaangalia vile hoteli ilivyong'aa, kwa hivyo akaona dada yake ni mtu wa dhamana ya juu, kwa maana harusi si nyingi zinazofanyika katika eneo kama hilo. Na alipoenda akafika katika lango kuu, hapo katika gate akasikia walinzi wakizungumza lugha ya kwao. Kwa hivyo akaona hapa ni rahisi, kwa maana watu walio katika gate ni watu ambao ni wa nyumbani. Kwa hivyo akaanza kukoroga lugha ya nyumbani. Basi hata na walinzi wakafurahia kuona mgeni anayeingia, kwa maana ni wa nyumbani kwao. Akajiintroduce, akasema mimi ndio dada wa yule anayefunga harusi, na mtapenda muweze kunipatia nafasi niweze kuingia hata na mule, nami niweze kumuhani, niweze kuangalia jinsi ambavyo dada yangu anavyoendesha harusi. Ndugu zangu, watu wanaingia, na hata na yeye akapenda kwenda kuingia katika harusi hiyo. Akaulizwa, dada, najua unatoka nyumbani, tunashukuru ya kwamba umealikwa harusini, lakini tunataka kudhibitisha kama kweli ulipata maaliko. Akasema nilipata maaliko, na kuna kadi ameiacha nyumbani. Wakamuuliza tuonyeshe kadi, akasema ya kwamba kadi nimeiacha nyumbani, kwa hivyo haijalishi, kwa maana ni mtoto wa mjomba yangu. Na wakasema kweli ulisoma hiyo kadi? Akasema nilisoma, kama singesoma singelikuja. Kwa hivyo nilisoma kadi, lakini sasa imekuwaje? Yeye akasema mniruhusu niweze kuingia. Wakamwambia huingii, inaonekana haukusoma kadi inasema nini. Akasema ni lipi? Akaulizwa, hebu angalia wanaoingia ndani, kikubwa kinachotakana hapa ni nini? Angalia, what is the color of the day? Walipotaja mambo color of the day, akaangalia mavazi yake. Kumbe hakusoma sehemu hiyo. Kwa hivyo afanye namna gani? Wakamwambia hata kama yeye ndio dada yako, hauingii because of the color of the day. Nataka niwaambie, ukienda katika kitabu cha Mathayo 22, Mathayo 22 aya yake ukianzia hapo chini, moja nasema nini? Yesu akajibu. Yesu anasema nini? Akasema nini? Tena kwa midali akisemaje? Ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja. Ufalme wa mbinguni, ndugu zangu,
umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe harusi. Alimfanyia mwanawe harusi, Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kwa harusi. kualika ama kualika walioalikwa harusi. Nao wakakataa. Nao walifanya nini? Wakakataa kuja. Nao walifanyaje? Wakakataa kuja. Rekeresia. First step. Umealikwa katika harusi, umekataa kuja. Harusi iko tayari, panda mbele msemaji wangu. Akatuma tena watu kwa wengine, akisema nini? Waambieni wale walioalikwa, Waambie watu walioalikwa, tazameni ya kwamba nimeandaa karamu yangu, nimekwisha kuandaa karamu yangu. ng'ombe zangu na Ng'ombe zangu vimekwisha chinjwa, na vyote vimekuwa tayari. kila kitu kimekuwa tayari. Njooni harusini. Njooni harusini. Lakini hawakufanya nini? Hawakujali. Baba yangu, hawakufanya nini? Hawakujali. Wewe Mungu chini. Wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja katika shamba lake, mmoja kwenye biashara yake, mwingine katika biashara yake. Nao waliosalia wakakamata watumwa wake, wengine wakawashika watumwa wale, wakawafanya nini? Wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akakadhabika. Akafanya namna gani? Akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, wale watu waliofanya mauaji, akauteketeza mji wao. Twende kazi. Kisha akawaambia watumwa wake, akawaambia namna gani? Harusi hii tayari. Sasa harusi iko tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni. Sasa fanya namna hii. Enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwanao waiteni waiteni harusini. Waitwe wapi? Harusini. Hapo ndipo tunapoingiliwa. Harusi hii haikuwa ya watu wanaoana. Ninyi hamukuwa katika harusi hiyo. Walioalikwa walikataa, kwa maana Mungu akatuma ujumbe kwa mataifa. Juzi niliwaambia ya kwamba sisi tunapatikana katika mataifa, na kwa njia hii Mungu ametumana watu waende katika njia panda, ili katika njia panda waweze kuita kila mtu yeyote ambaye anaweza kupatikana. Na ndio sababu tulipita hapa tukaita watu katika mkutano huu. Lakini kwa sababu ya shughuli za kila siku, nataka niwaambie ya kwamba watu wanaoanao hawakuja wote. Watu wanaoanao walipenda shughuli zao, lakini Mungu amewaita. Anasema ya kwamba nenda mkawaambie wote waje. Nataka muelewe ya kwamba kwa maana harusi iko tayari. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakaenda katika hizo barabara zote, wakakusanya wote waliowaona. Watu walikusanywa, hawakukusanywa. Walikusanywa wote waliowaona. Watu walioonekana walikusanywa ama hawakusanywa? Walikusanywa. Waovu kwa wema, watu wazuri na wasio wazuri. Harusi ikajaa wageni. Harusi ifanyaje? Ikajaa wageni. Harusi ikajaa wageni. Watu wanasikia uje usikuje, harusi itajaa. Nataka nikwambie, uje usikuje, harusi itajaa nini? Wageni. Hapa wanatuambia kwamba harusi ilijaa wageni. Lakini nataka niweze kuuliza jambo moja. Baada ya harusi kujaa, kuna jambo lililotendeka pale. Kumbe walipokuwa pale, kuna kitu kilikuwa kinahitajika. Hebu teremka, kwa maana mimi nataka nikuambia kitu kimoja. Ngoja kitoe. Tulia. Nataka nikuambie jambo moja, ya kwamba harusi hii iko na mambo mangapi?
niko na mambo matatu. Jambo la kwanza, mfalme ametumana watu kwenda kumtafuta mke. First point. Namba 2, huyo mke amekwisha chaguliwa. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, mke ana habari ya kwamba anastahili kuolewa, na ana habari ya kwamba kinachotakikana ni vazi. Lakini kwa sababu ya shughuli za kila siku, watoto wetu, kwa sababu za shughuli za kila siku, haikuweza kumpatia huyu mwanamke nafasi ya kuzungumzia juu ya vazi. Hakupata nafasi ya kuweza kuangazia juu ya vazi. Kwa nini? Kwa sababu vazi hili halikumpendeza huyu mama. Huyu mama akafika mahali, ndugu zangu, akaghadhabika. Kwa maana ukisoma katika Yohana 1:11, yeye anasema ya kwamba alipokuja huyu mama alikataa. Alisema haiwezekani kwa sahihi. Simply because si ya kwamba mwanamume ni mbaya, lakini shida iko katika vazi, ambayo ni karakta ya Yesu. Hapo ndipo kuna shida. Huyu mama akasikiwa katika Yohana 19 aya yake 15 akisema mahali ya kwamba huyu mume na aondolewe, ananisumbua kwa sababu ya vazi. Hata saa hii ukitaka kusikosana na mwanamke yoyote, pita yeye kwa mambo ya vazi, uone kama mnaurudisha. Akakataa, lakini akakumbuka ile message ambayo huyu mume alikuwa ameisema katika kitabu cha Yohana 2 aya yake ikiwa ya 15, ambapo alikuwa amezungumzia juu ya mambo ya hekalu. Anasema ya kwamba hekalu hili mlivunja na ningejenga kwa siku 3. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba wakati ambapo Yesu alipokuwa amechinjwa pale, mfalme anasema ng'ombe zake zimekwisha chinjwa, akimaanisha Kristo ametolewa kwa kama kafara. Na sasa kwa njia hii anamaanisha kusema ya kwamba sasa vazi ambalo lilikuwa ni gharama sasa limetolewa kama zawadi. Mumepewa zawadi ambayo ndilo vazi la Kristo, lakini the problem ni nani atakane livaa. Ni nani atakayevaa vazi hili? Harusi hii itafanyika wapi? Venue ya harusi hii itakuwa wapi? Nilipokuwa ninaangalia mambo ya Biblia, nikapata katika kitabu cha Ufunuo 21. Ukisoma aya ya kwanza na pili, msomaji nasema nini? Na mtumishi Biblia nasema hivi. Yes. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita. Ati kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimefanywa namna gani? Zimekwisha kupita. Alafu wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu. Aliona nini? Mji ule mtakatifu. Alafu Yerusalemu mpya. Ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Ukishuka kutoka wapi? Mbinguni kwa Mungu. Alafu umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Kumbe Yohana anasema yeye akaona nchi mpya na mbingu mpya, kuonyesha ya kwamba dunia hii ya tunaikatalia inaondolewa. Na chunga usiondolewe pamoja nayo. Harusi inafanyika katika nchi mpya. Alafu wanatuambia aliona mji katika nchi ile.
na mji huu unaitwa Yerusalemu mpya. Je, Yerusalemu ya zamani iko wapi? Na Yerusalemu ya zamani ilikuwa wapi? Tuweze kujifunza katika mambo ya zamani ili tuweze kuwa na uhakika kwa mambo yajayo. Na ndio sababu tulimwona huyo mwanamke akiwa amesimama juu ya mwezi, akiwa amevikwa jua. Mimi ni ya kwamba Mungu alikuwa na mpango katika mafundisho yaliyokuwa chini ya miguu ya huyo mama, ambayo ni agano la kale. Nikakumbuka nilipoangalia Yerusalemu ni nini ilikuwa Yerusalemu wakati ule. Kwa maana Yerusalemu ilipatikana katika nchi ya Kanaani, nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidia wana wa Ibrahimu, na akasema ya kwamba mtakaa hapa. Na kumbe Mungu alitaka Ibrahimu aelewe ya kwamba haikuwa Kanaani ya duniani, lakini Kanaani ya mbinguni. Alikuwa anataka wawe na uzoefu wa kuweza kujifunza jinsi watakaa katika ulimwengu ule. Nikaona wakati kabla Yoshua hajavukisha wana wa Israeli katika nchi ile, hapo Yerusalemu ilikuwa inaitwa Salemu. Hapo Yerusalemu ilikuwa inaitwa Salemu. Salemu ni wapi? Salemu ni mahali ambapo Ibrahimu alitoa heshima yake siku moja kwa Mungu wake. Na pale Salemu ndio kwa Elimeleki ambaye ni kuhani mkuu wa Mungu. Hapo Salemu. Kwa hivyo hapo Salemu ilikuwa imezingirwa na milima mizuri. Milima hii kama ungetafuta mlima ambao unaitwa mlima wa Moria ulipatikana huko. Kama ungelitafuta mlima wa Mzeituni ungepatikana huko. Kama ungelitafuta mlima wa Kalvari unapatikana huko. Na pia kama ungelitafuta mlima wa Zayuni ungepatikana huko. Lakini watu wale walikuwa nakaa hapo ndio tao. Na wale watu walikuwa wanaitwa Wayebusi, na walikuwa na ngome iliyokuwa inaitwa Wayebusi. Katika mlima Zayuni, Yerusalemu ilipojengwa, hapo katika mlima Zayuni, hapo ndipo kulikuwa na hekalu. Na ndio Mungu alitaka tuweze kujifunza katika mambo hayo, ili kwamba tutakapoenda mbinguni atatutengenezea Yerusalemu mpya. Na katika Yerusalemu mpya kuna kitu kinaitwa kile kimewekwa hapo Zion, ambayo ni hekalu la Mungu. Na katika ile wanatuambia Mungu mwenyewe ndio hekalu. So lazima tufike Zion kwa vyovyote vile. Lakini kuna shida ukisoma katika kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 5 aya ya 6. There is a problem pale Zion. Daudi alipochukua utawala wake akaona lazima amwabudu Mungu. Na kumwabudu Mungu haendi kuabudu Mungu mahali popote pale, hapana. Mungu anaabudiwa mahali Ibrahimu alimwabudu Mungu. Hapo ndipo Daudi anatafuta namna ya kuwaelekeza wana wa Israeli waende kumwabudu Mungu wao. Wewe unapokaa, unapowashawishi watu, unapeleka watu waende kumwabudu Mungu wao wapi? Wanatuambia lazima iwe Zion. Na kufika Zion si rahisi. Ningependa msomaji wangu anisome Samueli wa pili. Samueli wa pili 5:6 inasema nini? Kisha mfalme na watu wake wakaenda Yerusalemu. Walienda sasa Yerusalemu ili kupigana na Wayebusi. Ili kupigana na watu gani? Wayebusi. Twende kazi. Wenyeji wa nchi ile. Wenyeji wa nchi ile. Hao ndio waliomwambia Daudi. Waliambia Daudi nini? Wakisema nini? Usipowaondoa vipofu. Usipowaondoa kina nani? Vipofu na viwete hutaingia humu kamwe. Kulia. Ukisoma Kiingereza inasema, wanasema even the Bible would not allow you to enter. Yani kila mtu ako na ngome yake bila ambavyo tumeka hapa. Acha niwaambie, katika mlima Zion walikuwa wameweka ngome yao hapo juu katika kilele kile, wameweka viwete na vipofu
ambavyo havingeweza kuruhusu mtu yeyote aweze kwenda ibada. Ukisoma aya ya 8, aya ya 8 inasema namna gani? Daudi inasema nini? Naye Daudi alisema siku hiyo. Sasa Daudi akasema hivi, yeye atakayewapiga Wayebusi na pande kwenye mfereji wa maji. Kama kuna mtu atakayeenda aondoe apande katika kilele hicho cha Wayebusi na afike kwenye mfereji ya maji, afanye nini? Na kuwapiga viwete. Na kumbe watu waliofunga maji katika mlima Sayuni, ndugu yangu, ni vipofu na viwete. Wamezuia chemichemi ya uzima ya Mungu isiteremke. Daudi anasema anataka mtu atakayepanda pale ili aweze kuwapiga hawa viwete na vipofu katika hicho kilele, na afungulie maji hapo katika kilele hiki, ili kwamba taifa la Mungu lipate manyunyu ya mvua. Akamwahidi uzima ama utawala, ufalme mkuu. Nataka uweze kuelewa ya kwamba kila mtu ndani mwetu, jinsi Mungu alivyotuumba, kila mtu alipewa tulison na Mungu. Sehemu inayomwabudu Mungu inapatikana katika ubongo. Nataka nikwambie kwamba kama adui alimkusha kukuataka akili yako na akatia viwete na vipofu visivyoona katika akili, hautakuwa sensitive kwa mambo ya kiroho. You will never understand the word of God. Wakati ambapo Mungu anapokuita katika ibada, wewe utafikiria kuna hizi zinapita ama sauti za kawaida. Sababu tu ni kwamba mpaka utakapopanda katika mlima wako na uweze kuondoa viwete na vipofu, ndipo manyunyu ya mvua yatakapokufikia. Nataka uweze kuelewa ya kwamba katika uwanja huu Mungu anatuita tuweze kwenda wapi? Twende tujiandae kwenda katika harusi. Lakini shida ni kwamba ukizungumzia mambo ya karakta ya Yesu, mwanadamu wa kawaida utaachana naye. Takwambia kwamba si lazima. Anakuambia si lazima, it's not the must. Anaanza kuleta ile kitu inaitwa bora imani. Anasema bora ni imani. Nataka ni kuchallenge katika Wakolosai 2:1-2. Nataka niweze kukupatia challenge. Hakuna kitu cha bora hapa. Ninataka nikwambie yule aliyekuwa amealikwa harusi ya Nairobi hakuingia. Na hata hii maneno haya Mungu anasema andika, kwa maana ni mambo ya Mungu, ni kweli na ni hakika. Wakolosai 2:1 nasema nini? Maana nataka ninyi mjue jinsi ilivyo kuu. Sasa Mungu anataka tuweze kujua jinsi ilivyo kuu nini? Juhudi yangu niliyo nayo kwa ajili yenu, na kwa ajili ya wale wanaodikia, na wale wasioniona uso wangu katika mwili. Yes. Ili wafarijiwe mioyo yao. Yes. Wakiunganishwa katika upendo. Wachi hapo. Mungu wetu anataka tuweze kuelewa jinsi ilivyo anavyojihusisha kwa ajili yetu, jinsi anavyoshughulika na jinsi ambavyo anavyoshughulika ama anavyokutia juhudi. Lakini anapofika katika mstari wa 22 na 23 anaongezea uzito katika juhudi zake. Anasema nini? Inasema mambo hayo yote. Anasema mambo haya yote huharibika wakati wa kutumiwa. Hiyo ni Wakolosai 2:22 na 23, sivyo? Haya, twende. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa. Hadi mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Mkifundisha mafundisho ya wanadamu. Mambo haya yanaonekana kana kwamba yana hekima. Mambo haya yanaonekana kuwa yana hekima. Katika namna ya ibada. Katika namna ya ibada.
Mliyojitungia nyinyi wenyewe. Na katika kunyenyekea. Na katika kunyenyekea. Na katika kuutawala mwili kwa ukali. Na kuutawala mwili. Lakini hayafai kitu. Kumbe mambo haya mwili hayafai kitu. Wana wa Mungu, wakati Mungu anapojaribu kukutafuta, anatumia mbinu zote ili uweze kupata kuelewa. Nilikuwa nimewaambia ya kwamba kumbe Mungu wetu makusudi kwamba tuweze kumuelewa, na tukishamuelewa tuchukue hatua za kujiandaa kukutana na yeye. Hana mambo mengi, anataka tuweze kuchukua hatua ya kuweza kukutana na yeye katika harusi. Na harusi hii anatuambia sisi hatununui chochote. Alitununulia vazi, alitununulia kwa jinsi gani? Kwa kufa kwake msalabani sisi tuweze kupata nafasi ya kuweza kukua na tuweze kubadilika, tufae, ili kwamba Kristo atakapokutana pamoja nasi, mbingu itakaposema, itakapokuwa nauliza hawa ni akina nani, aseme ya kwamba hawa ni wale wanaotoka katika dhiki kuu, ni wale washindi wanaotoka katika dhiki kuu kule duniani. Hata mbingu inajua ya kwamba tunakaa katika ulimwengu ulianguka, lakini elewa ya kwamba inatakikana twende sherehe, na sherehe hii lazima uwe na vazi. Niposa katika Isaya 52 aya yake ya kwanza na ya pili. 52:1 inasema nini? Amka. Andika. Amka. Jivike nguvu zako, Sayuni. Jivike mavazi yako mazuri. Sasa ngoja. Anasema amka ama lala? Amka. 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 Jivike nguvu zako. Jivike nguvu zako, Sayuni. Sayuni. Jivike mavazi yako mazuri. Jivike mavazi yako mazuri, Yerusalemu. Ewe Yerusalemu, mji mtakatifu. Mji mtakatifu. Kwa maana tokea sasa, kuanzia saa hii, hata ingia ndani yako asiyetahiriwa. Ngoja kidogo. Ati kuanzia siku gani? Sasa. Anasema kuanzia saa hii hata ingia ndani yako asiyetahiriwa. Ati hata ingia ndani mwako asiyefanya nini? Tahiriwa. Kaya ndebo bakusa. Omundu musindanga wakulogera mwana. Wahaya. Warita. Enda bole. Wamesema ya kwamba tangu leo asiyetahiriwa moyo wake hata ingia ndani mwako tena. Inaonyesha nini? Huyo ndugu juzi alikuwa anazungumzia mambo ya tohara ya moyo. Na akaambia ndugu zangu hapa ya kwamba ndio chini bama hapo mwe saa 12. Baba andika hiyo, baba yeye mtihani kwemba. Mtihani tu ya kutaifu. Wanamwambia, wanaleta makaa ile imechemka vizuri. Wanakuambia atikanyaga hii makaa mpaka isime. Ikisimika basi wewe unatosha kisu. Mimi nauliza wewe, uchukue tu makaa kumusana kumuhonge na wewe mpeni mara ya daro vile kula hiyo wanasema na bali paka lisime ingenorusha hapo sisi mara wasoreri kwa kuswali mimi basi nanga hapana chezo na kuhusu bwana akakanyaga moto ili akutane na kisu abota. Lakini nataka niwaambie leo
Mungu akaka mundu makamu kukota. Huko ni mbaya, noma. Wamekwambia hakuna kinyonge, hakuna chochote ambacho kiko na kasoro kitaingia. Sasa wanataka tuanze practice, wanataka tufanye mazoezi, wanataka tuweze kufanya mazoezi. Kwa hiyo ndugu, asubuhi alisema ati Mungu Roho alishiriki katika uumbaji, na Mungu Roho naye anafufua, na Mungu Roho naye anafanya. Lakini nataka niwaambie tu kwa ufupi kidogo tu, alafu ninamaliza. Hiyo ni style yangu tu ya kumaliza. Na ninataka kumaliza kwa njia ya maswali kidogo. Mungu, hivi ndivyo Mungu huyu anafanya kazi. Mungu, unasikia kuna Mungu anaitwa Mungu Baba. Kazi yake ni kulisha. Yeye akilisha, Mungu Mwana anazungumza. Na Mungu Mwana akizungumza, Mungu Roho ako tayari, anaongoja kuweka mambo haya katika uhalisi. Kwa mfano, Mungu anasema ninaona ni vyema tuwe na nuru, na Yesu anasema kuwe nuru. Mungu Roho anafanya nuru ionekane. Hivyo ndivyo wanafanya kazi. Nao kama huyo Roho ndiye alifanya vitu halisi, na huyo Roho ndiye aliwaongoza manabii kuandika Biblia, huyo Roho ndiye alimfufua Yesu, na huyo Roho ndiye anatufanya sisi tuweze kuelewa mawazo ya Mungu. Mpaka saa hii au jakamatako kitu kuhusiana na Biblia. Yaani kama wakendo milekano kosi, unaweza fikiria kwamba fahamana Roho wa Mungu. Kama niko na communicate na mtu ainue mkono juu, kama kuna mtu anasikiza ainue mkono wake juu, ainue mkono wake juu. Nataka uweze kuelewa ya kwamba ukijirelate mawazo yako na Biblia, ukiona kuna blackout, basi hapo ndio hakuna Roho wa Mungu. Evangeli kama eri leo hamanyata. Eri kama eri rayo. Hata kama manga sieto suko ya honor bakana kuolengo kama lesiwo yayo nebase itabo oroga riye. Kasira. Bana sidane bebali. Bakura hawenge baada ya huku kachi na rochinga. Ba umeira asubuhi na usiku. Ori wanga sieto sima bakura urawe. Mara basu tilechisi. Echisi mbecho chipango okhevi. Na Mungu ananari. Kwa hivyo hakuna uzuri hapo. Hapo wanatuambia ya kwamba sasa kila kitu kimebadilika. Wewe basi chukua tabia ya Yesu ifike katika mawazo yako na uingie kana Mungu. Tabia ya Yesu ndio hii tunaileta katika uwanja huu, katika majuma haya mawili. Je, watu wanaoana watachukua karakta ya Yesu ama watakataa? Wawe na shughuli sana. Lakini kumbuka, harusi itajaa wageni, na kuna uwezekano hata na wewe utakuwa pale. Lakini swali ni kwamba una vazi la harusi? Ningependa kuomba na mtu mmoja tu ama wawili. Mambo haya ambayo tumewaeleta hapa, inawezekano yawe yamekuwa ya muda mfupi sana. Kuna watu hawajaexhaust vizuri, wamejibu kwa haraka kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya muda. Na pia graduation inafanya leo, na hata mpaka leo kuna wengine bado hawajaleta, kwa maana hawajamaliza. Kama kuna mimi sasa nazungumza na watu ambao bado, kama wangependa tuandae tu
masaa ya kufanyanga tu revision ya yale masomo tumekuwa nayo. Tutenge muda na tuwe na darasa moja ile ambayo sisi wenyewe tunaona tunataka tufanyange tu revision ya lesson baada ya lesson mpaka tumalize. Kama kuna watu wanaweza kuwa na hiyo request kutoka hapo wakuja hapo. Kwa kwamba hivi ndivyo hata kama tumesoma na tumemaliza, lakini ni vizuri tufanye revision, revise ili tuweze kuelewa mahala tuko tumeelewa. Sasa hii haitakuwa crusade. Sisi tutakuwa tunakaa tu kwa mfano kama wale vile wamekaa hapo hiyo. Tunaanza tu somo baada ya ingine ili kila mtu aelewe aliyo na masomo yake. Siku nyingine utapata watu wengine penginepo wako na swali ambalo wanakuuliza na hamifahamu vizuri. Lakini tukiwa na hiyo nafasi ambayo sisi wenyewe tunaweza kaa na tutenge, tuwe tunajifunza pole pole, basi ninaomba watu hao wakuja hapo tuombe pamoja na wao. Maana nilisikia mmoja akisema kwamba kama kanisa ingelikuwa mzuri. Na mimi hata sizungumzii kanisa. Mimi nazungumzia a special class. Ile ambayo tukikaa tunaweza tu kuelekezana vizuri. Sema na hii kwa nini sikujibu? Na hii kwa nini jibu kimakosa kwa sababu ya Mungu. Naomba hao watu wasimame mahali wao ili tuweze kuomba pamoja na wao. Wale watu ambao wanaona waendelee kujifunza hii Biblia. Wanaona hawajapata muda mzuri wa kumaliza masomo yao vizuri. Na ni vizuri waweze kuomba nafasi ile tutatenga sisi wenyewe na wao, kwa maana haitakuwa crusade. Wasimame tu for request ili wakati tutaomba hata na wao tunaweke katika maombi haya. Wasimame tu mahali wao, hata kama hautakuja hapa, lakini usimame tu mahali wewe ulipo, na kwamba ni vizuri tuendeleze darasa letu. Asante sana Pastor. Asante sana wachungaji, ya kwamba masomo haya ni vizuri tuweze kuelekezana. Naomba ya kwamba na hao ni miongoni mwa watu wa wachungaji ambao wanaenda ku graduate. It is good because ukiwa na knowledge ya mambo ya Mungu, hakuna atakayepotea akiwa mikononi mwako. Kwa hivyo naomba ya kwamba wote watakao waunga mkono ya kwamba tuzidi kuwa na masomo haya. Hata kama mkutano huu utavunjika, tutakuwa tunatenga wakati wetu wa kuweza kukaa na kuweza kufundishana pole ili kila mtu aweze kuelewa mahali hapo ameelewa vizuri. Nimeuliza ya kwamba aweze kusimama mahali aliko kokote kule. Swali la pili. Asante sana kwa wale ambao wanazidi kuamka ya kwamba kuna uwezekano katika maisha yao, na kumbe au kuwa umegundua ya kwamba vazi ni muhimu katika maisha yako, katika mwaliko tuliopewa. Na ni vyema hata na wewe uwe na mwaliko huo, uwe na hiyo vazi. Naomba mahali ulipo usimame. Mtu yeyote
aliye na haja ya kuwa na vazi la harusi Yesu anapokuja, hata na yeye pia aweze kuwa miongoni mwa hao watakaopatikana wako na tabia ya Kristo. Naomba watu ama mtu wa aina hiyo asimame. Asante. Kwa hiyo unapozidi kusimama, tungependa kuweza kufanya maombi ya upamoja kwa ajili ya swala hilo. Nilikuwa naomba ya kwamba ni vyema kama mmesonga karibu hapa tuweze kuomba pamoja nanyi. Chukua tu nafasi yako, muje hapa wote ambao mmesimama ili tuweze kuomba pamoja nanyi. Nilipokuwa nachunguza mlango wa 21 wa kitabu cha Ufunuo, nikagundua ya kwamba kumbe uoga hautatusaidia katika ufalme wa Mungu. Uoga hautatusaidia wewe kupenya katika ufalme wa Mungu. Roho wa Mungu atakapokuwa anakaa katika mawazo yako, yeye ndiye atakaye kufanya aweze kuielewa Biblia na makusudi ya Mungu. Ningependa kutoa wito wa mwisho ya kwamba kama kuna yeyote ambaye baada ya kuweza kujifunza Biblia na kuweza kuona ya kwamba kumbe njia pekee ya Biblia ya kwenda kwa Mungu ni kupitia kwa Kristo Yesu. Walituambia kwamba hakuna atakaye ingia katika ufalme huo kama hakuzaliwa mara ya pili. Ninauliza huku moja, kama kuna mtu atakayeomba ya kwamba hata na yeye siku moja, kama kutakuwepo na nafasi ya kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya maji mengi, hata na yeye asisahauliwe, naomba achukue hatua moja mbele. Karibu sana, karibu sana dada, karibu, mkaribishe. Kama kuna mtu mwingine ambaye angeliona ya kwamba nafasi hii simpite, hata na yeye watu wanapoenda katika ubatizo ambao Yesu alibaahidi ya kwamba kila mmoja atapita pale, na kama atapata nafasi hata na yeye asiachwe, naomba ya kwamba uchukue hatua yako na hata na wewe uweze kuja hapa mbele. Hata kama si leo, lakini siku itakapofika baada ya kupangwa mambo haya, wewe haukubatizwa katika njia ya maji mengi, na nafasi hii ikipatikana unaweza kukubali ili hata na wewe uzaliwe mara ya pili kwa njia ya ubatizo. Nakupa nafasi ili hata na wewe upate maombi maalum siku hii itakapofika. Ndugu yangu, dada yangu, hata na wewe uzaliwe kwa njia ya maji mengi. Nakupa nafasi ya kwamba hata na wewe uweze kujitoa, na siku hiyo itakapofika nao uweze kuwa miongoni watakaozaliwa.
Nazidi kukuuliza wewe ambao haukuzaliwa mara ya pili, wewe haukuwa unajua, lakini sasa katika sauti ya Mungu inapoitana, umegundua ya kwamba kumbe ubatizo wa kweli ni wa maji mengi. Mimi natoa wito mwingine. Mimi nakuuliza mahali uliko, ya kwamba uchukue wakati wako, uje mbele za Mungu, hata na wewe uweze kupata maombi maalum kwa ajili ya kuzaliwa upya katika moyo wako. Kumbuka, kuzaliwa kwa maji na kuzaliwa kwa Roho ni mambo mawili yanayoambatana. Hautaweza kuzaliwa kwa maji pekee na upate mbadilisho wa Roho. Ndugu zangu, vitu hivi viwili ni mapacha. Lazima uweze kubatizwa kwa njia ya maji mengi, na pia kwa upande mwingine uweze kuvuviwa na Roho wa Mungu, uweze kuyaelewa maandiko matakatifu. Unapewa nafasi ya kuweza kuchukua hatua yako, step moja mbele yako, ili hata na wewe uweze kupata nafasi ya kuzaliwa upya. Ninapenda kutoa wito wangu wa mwisho, hatimaye niweze kuwakabidhi watu wa Mungu waweze kuweka mikononi mwa Mungu, ya kwamba kama ingefaa wote ambao wanaoenda kugraduate wasimame pande ile, ili kwamba waweze kuwekwa katika mikononi mwa Mungu, ili wakati watakapokuwa naenda na vyeti vyao, Mungu awajalie wote wala ambao wanaenda kugraduate. Baada ya mazungumzo yangu, ningeweza kuwapatia mwaliko uweze kusimama pale. Hii ni ishara ya kwamba ndugu hawa walisoma mafundisho haya tuliyoyaleta katika uwanja huu, na ni ishara ya kwamba wameajibu maswali yote yaliyopatikana katika Biblia hiyo, na ni ishara ya kwamba wameelewa ya kwamba Biblia iko na mkono wake na ni mapenzi ya Mungu, na ni ishara ya kwamba wanakubaliana na Roho wa Mungu aliyeandika Biblia. Kwa hiyo watawekwa katika mikononi mwa Mungu na watumishi wa Mungu, ili kwamba watakapotoka katika uwanja huu wawe na uhakika wa masuala ya Mungu, na Roho wa Mungu apate kuwatumia kokote watakapokanyaga. Ningependa kutoa wito mwingine ya kwamba tusikuache nyuma. Unawezekana bado unapambana na mawazo, bado unang'ang'ana na mawazo, lakini ungependa maisha yako yaweze kuwa katika nafasi ya kukualika mbinguni. Ndugu zangu, bado nakuwakaribisha katika upande huu wa kuzaliwa upya. Asante sana Baba, asante sana Mungu awajalie. Nilikuwa nimesema ya kwamba kama tungepata nafasi tutaandaa kikao cha kuzidi kujifunza Biblia katika uwanja huu, na ndugu hao walikubali wazo hilo. Kwa hivyo nitauliza viongozi wa area hii waweze kutupangia, ili tuweze kuona jinsi tutakavyokuwa na darasa hilo, tuweze kuwa tunajifunza kila wakati tutakapokutana, mpaka wakati tutakapokuwa tunaelewa Biblia, ili watu wote wanaokaa mikononi mwetu wawe na uhakika wa kukutana na mbingu. Asanteni sana. Kama kuna mtu ambaye wenda katika maisha yake hakupata nafasi na anaona hajakula vizuri Biblia, lakini Biblia atakapoifahamu vizuri atachukua nafasi ifayo kulingana na vile masomo yatakavyokuwa yanazungumza, naye nampa nafasi ya kukanyaga hapo. Kama kuna mtu yeyote ambaye katika maisha yake hajaelewa Biblia vizuri, lakini wakati atakapoielewa atakubali kwenda kulingana na maagizo ya Mungu, namuomba naye asimame hapo.
kisha nimpishe ndugu Wafula na pasta kuweza kuwaombea watu hawa. Kama kuna mtu wa aina hiyo atasimama katika eneo hilo, nitaomba mtu mwingine mmoja, kwa maana vikundi vitakuwa vitatu. Kwa maana unajua kuna mtu mahali atakupenda kwa mchungaji, siku nyingine atahitaji kufundisha watu, na utafundishaje watu pasipo kuelewa? Itabidi uweze kuelewa Biblia ndipo uweze kufundisha wengine, kama vile hawa watu wanavyofanya. Kwa sababu nimekualika katika sehemu hii ili Mungu, Roho wa Mungu akujalie hata na wewe uweze kuelewa mambo ya Mungu, na ukaribisha hapo upate maombi maalum. Asante vijana, njoo. Usisite, kwa maana hii ndio kazi, wito Mungu aliwapa. Mungu atawatumia katika vizazi vyenu, kwa maana ulimwengu ujao unahitaji watu wanaoijua nchini, na Roho wa Mungu atawafunulia. Kama kuna mtu angependa kujiunga na kikundi hicho, ajiunge nacho. Asante sana vijana. Kama kuna mwingine, nisimfungie nje. Asante sana mwanangu. Wakati nitakuwa ninachoka, wakati nguvu zangu zinarudi chini, ninaomba Roho wa Mungu hata na nyinyi aweze kuwajalia. Kama kuna mwingine yeyote atakayependa kuwa mtu wa kushuhudia nchini duniani, ajiunge na kikundi hiki. Kama kuna mtu Roho yake anamwambia aweze kumwakilisha Kristo duniani, ajiunge na kikundi hiki. Nimetoa wito huo. Asante sana. Nisifungie nje. Kama kuna mtu angependa kuikula Biblia vizuri, ajiunge na kikundi hiki. Naomba kiongozi wa station hii na ajiunge na wachungaji hawa kwa ajili ya maombi maalum. Nitaomba mchungaji wa eneo hili awakumbuke watoto wa Mungu ambao wako tayari kuzaliwa upya. Wenye wako hapa na wenye wako katika manyumba, Mungu awajalie, awafanye mioyo yao kuwa upya. Ndugu Mike, kwa sababu sisi ni wahubiri, wewe ndio ndani mwako. Niliona Elia akimwachia Elisha roho yake, roho tuliyo nayo ya kuhubiri. Uombe Mungu wa mbinguni awajalie wapendwa hao. Na ninaomba mtumishi wa Mungu ambaye ni wa wilaya hii aombee mioyo yote ya watu ambao walisimama, ili kwamba Mungu aweze kuzungumza na kila mmoja na kusaidie kila mtu kwa kiasi cha haja ya moyo wake. Na tuombe maombi mafupi. Kisha tuwaruhusu watu wa Mungu wapumzike. Tuanze na mchungaji. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, mjana wa pekee ambao wito wako umetolewa ili kuguza mioyo yetu. Hawa pindi wawili wameitia mwito huu wa ujasiri kwa sababu wanahitaji kutembea na wewe. Tunakushukuru kwa sababu ya kuzungumza nao ili kuwafikisha katika kiwango hicho cha uamuzi uliowapuzara. Hivyo basi tunawaombea kwamba neema yako itulie juu yao, pendo lako liweze kuwafunika, na Mungu wainue kwa kuwatakaza kwa damu yako, wanapopanga sasa kusaliwa upya kwa njia ya kusamishwa kwa maji mengi. Wabariki, watunze, hata wakati huo utakapowadia Mungu uweze kuwa upande wao ili kuwasibishia nguvu ya kumshinda William Shetani. Endelea kuwafundisha neno lako lipate kolea ndani mwao siku zote, tangu sasa hata mwisho utakapokuwa nakuja tena katika mawingu. Hilo ndilo ombi letu Baba, kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen.
Pamoja na hayo, Mungu Mwenyezi, ningependa kuleta kikosi hiki chote ambacho kimesimama mbele zako Mfalme. Umesema ya kwamba atakaokuja kwako hatapungukiwa, utawazidishia neema yako. Kutana na mahitaji ya kila mmoja wao, ili kama Mfalme baada ya kutoka hapa atoe ushuhuda ya kwamba uwepo wake katika maeneo haya mlete badiliko katika maisha yake, na itakuwa ni furaha kubwa kwa mbingu na hata kwa nchi nzima. Tuokoe katika kutokana na dhambi, ili kwa mafundisho hayo ambayo tumeweza kuyapata na watumishi hawa ikolee mioyoni mwetu tangu sasa hata milele, maana katika historia na hata pia kuamini. Tunakushukuru Baba wetu wa mbinguni kwa masaa haya ya mchana, kwa sababu umekuwa nasi kwa muda huu wote ambao tumekuwa katika mji huu wa Nahwana. Wakati mmoja mtumishi wako Towashi alipokuwa anatoka katika kanisa la Yerusalemu, akiwa kwenye kari lake akisoma chuo cha nabii Isaya, hakuweza kuelewa chuo cha nabii Isaya kilikuwa kinazungumzia yeye au mtu mwingine, na ndipo Roho akamtuma Philip kwenda mara moja na kumsaidia. Akasema kwamba sasa kama hana mtu wa kumsaidia angeelewa namna gani. Na ndio sababu watumishi wako hawa wako na nia ya kutaka kukujua wewe zaidi na zaidi kupitia kwa maandiko yako matakatifu. Hebu wajalie kipawa cha Roho wako Mtakatifu asiti kuwachochea, awawezeshe na kuwafunulia yote ambayo umekusudia, ili wapate kukujua wewe zaidi na zaidi, na kupitia kwa hawa nao pia waweze kuandaa wengine, ili uchapo mara ya pili Bwana ujipatie kikundi kikubwa ambacho kitakuwa tayari kwa ajili ya ufalme wako. Wabariki kwa njia pekee, na mapenzi yako yatendeke kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Okay. Ningependa kuweza kuomba kwa ajili ya ndugu hawa. Hii si ya kwamba ni jambo tu la kawaida, lakini hata mbingu imekubali kujitoa kwenu kwa ajili ya kuichunguza Biblia. Zoezi ambalo linaenda kufanyika leo ni la kipekee, ambalo Mungu awajalie kokote mtakapokuwa. Kwa hiyo mnapokaa, ungependa mkae ili tuweze kuomba pamoja na wapendwa haya. Mungu wetu uishie milele, tunakushukuru mchana wa leo, kwa maana wewe ndio Mungu wetu. Asante kwa kuweza kututuma katika eneo hili ili tuweze kuwafikia wapendwa wako, watoto wako. Na ndugu hawa pamoja na dada hawa walitukaribisha katika eneo hili, wakakubali kukaa chini ya miguu yako na wakajifunza neno lako. Hatimaye kumefika katika kilele cha mafunzo waliokuwa nayafanya, na imejulikana ya kwamba Mungu wetu ameelewa masomo haya. Uwajalie ili kwamba Roho wako azidi kuzungumza na wao na azidi kutia nuru ndani mwao, ili kupitia kwa wao eneo hili na kuwa watakapokuwa Kristo walitangaze jina lako. Waimarishe na kuwapa afya na amani, na pia familia zao na hata majirani wao. Mahala ambapo hatukufanya vyema, Mwokozi wetu, kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu, tusamehe. Na wengine ambao bado hawajaleta masomo yao, Kristo watakapokuja hata na wao
watafikia kilele hiki jinsi hawa wamefika. Kwa hivyo kusudi lako litimike, na ni katika jina la Yesu tunaomba, amen. Mungu awajalie. Mchungaji atapanga program ya jinsi ambavyo utakavyofanyiwa graduation. Tungekuwa na nguo rasmi, lakini yule alienda na ufunguo hajaonekana, lakini tulikuwa tumejipanga vizuri. Lakini hata hivyo certificates zenu siko, na graduation hii inafanywa leo, na sisi siku nyingine ni zaidi. Mchungaji atatupa mwelekeo. Asanteni. Naomba tukae watumishi. Asanteni sana.